Katika mahusiano, unapoona umeanzisha mahusiano baada ya muda fulani akavunjika, ulikuwa unampenda sana jamaa, lakini ghafla penzi likafika mwisho, basi jambo la msingi la kufahamu, lazima ujue kwamba nini kimepelekea mahusiano hayo yaweze kuvunjika. Kuna mambo 7 ambayo wengi huwa tunayapuuza sana, lakini ndiyo sababu kuu ya kuvunjika kwa mahusiano. Mambo gani hayo? Jambo la kwanza, kukosa mawasiliano ya wazi. Kama hakuna mawasiliano baina yako wewe na mpenzi wako, basi hayo mahusiano hayana maana tena. Mpenzi wako anahitaji mwongee muda mwingi, mchati, pigane simu, na mawasiliano haya ndiyo yanatengeneza ukaribu kati yako wewe na yeye. Sasa unapoona siku inapita, siku 3, wiki, haujawasiliana na mwenzi wako, maana yake hilo penzi halina thamani tena. Mtu ataanza kujihisi kwamba huyu hanitafuti kwa sababu hanipendi. Kuna mtu mwingine tayari yuko naye, kuna mwingine yuko naye bize. Sasa kuna haja gani ya kuendelea katika penzi la namna hii? Ndipo pale anavunja mahusiano. Lakini jambo la pili, kutokuwa na uaminifu. Uko na mpenzi lakini tayari una mpenzi mwingine. Huyu umempendea jinsi alivyo, mwingine umempendea pesa. Sasa unapochanganya wapenzi katika penzi moja, maana yake ni kwamba hautaweza kufikia malengo wala mwisho wa mahusiano yako. Ili mahusiano yaweze kudumu siku zote, lazima ukubali kuwa mwaminifu. Unatamani vitu vingi, lakini kwa kuwa tayari umeshampenda yeye na unamwamini na unajali na unatambua ya kwamba ipo siku mtafikia malengo fulani, basi jitahidi sana kuweza kutunza penzi lake na uwe mwaminifu kwake. Lakini swala la 3, kutoonyesha heshima kwa mwenzi wako. Hakuna kitu ambacho mwanamume anakichukia sana kama dharau. Hata mwanamke pia akidharauliwa, basi huwa anajisikia vibaya. Sasa sehemu yoyote ile ambayo haina heshima, basi mapenzi na upendo wa dhati huwa unapotea kabisa. Kama unanipenda niheshimu, na unaponiheshimu na mimi nitakuheshimu, lakini heshima ina taratibu zake. Siku zote unapotaka uheshimiwe, basi unatakiwa utangulize heshima kwanza. Yaani kabla ya kusema hebu niheshimu basi, lakini je, na wewe unajiheshimu? Na wewe unamheshimu? Kama mnaheshimiana, basi penzi lenu litakuwa bora zaidi. Lakini jambo la 3, kutosamehe na kuweka kinyongo katika makosa madogo ambayo mnafanyiana. Huyo binadamu ambaye unakutana naye ana madhaifu yake. Hata wewe kuna vitu vingi sana ni dhaifu. Kwa hivyo mnapokutana watu wawili, tambua ya kwamba wote ni wadhaifu, lazima mtafanya makosa. Lakini issue ni je, inapotokea mmekoseana, mnasameheana au ipoje? Kama mpenzi wako amekusamehe, ameukosea, unatakiwa umsamehe na sio kuweka kinyongo ndani yake. Unaposema nimekusamehe lakini ndani ya moyo wako kuna kinyongo, maana yake kesho utalipiza kisasi. Ukilipiza kisasi, penzi litavunjika hapo. Kwa hivyo watu wengi hawatambui wa kwamba kinyongo, unapomsamehe mtu nusu, ni moja ya sababu ya kuvunjika kwa mahusiano. Lakini jambo la 5, kupuuza hisia za mpenzi wako. Hii ni mbaya sana. Mahusiano mengi sana yamevunjika kwa sababu hii. Mwenzi wako anahitajika umjali kihisia, kwa sababu anahisia na wewe, anatamani muwe karibu, mpeane yale matamu ambayo alikuwa anayatarajia kuyapata kutoka kwako. Sasa inapotokea uko na mtu ambaye kila unapomweleza hisia zako yeye anakuwa ajali, anakudhalau, wala anakupatia kalenda, inafika hatua anahisi labda kuna mtu mwingine ambaye unampatia hayo ambaye yeye anayaomba. Kwa hivyo anaanza kupoteza upendo taratibu, na mwisho wa siku penzi linavunjika. Kwa hivyo kama unahitaji akupende, akusikilize, akupe kipaumbele, basi jali hisia zake. Na kujali hisia zake haimaanishi kufanya ngono tu. Hapana, hata kutengeneza furaha ni kumjali. Hata kumuondoa katika hiyo sehemu ambayo kwake ni kikwazo ni kumjali. Kumpatia ndoa ni kumjali. Sio mpo katika mahusiano kila miaka inapita mnazini, kwa nini usimuoe? Kwa hivyo kuna maswali mtu akijiuliza
anasema huu ni mwaka wa pili, mwaka wa tatu, haujaja kujitambulisha kwao wala haujaanzisha hatua zozote za ndoa. Mtu anasema huyu mtu anijalie, maana kama angekuwa ananijali angefuata hatua ili mradi ndoa iweze kupita. Kama hamna ndoa tunafanya uzinifu, kama tunazini maana yake anijali. Kwa hivyo anaona bora nitoke mapema katika hii mikono kuliko ya kuendelea kuteseka. Jambo la msingi sana la kuzingatia katika mahusiano mengine. Lakini jambo la 6, usije ukamlinganisha mpenzi wako na mtu mwingine yeyote yule ambaye umekutana nayo. Haya mambo huwa yanavunja sana mahusiano. Yaani mpo mnaongea au mnajadili kitu fulani au amekukela jambo fulani hivi, unaanza kusema yani angekuwa mtu fulani hapa kiukweli saizi angekuwa ameshanisaidia, ameshanikidhi haja zangu, ameshanifanyia kitu hiki. Unapoanza kumlinganisha mpenzi wako na mwingine, lazima ajihisi ya kwamba kumbe mimi sitoshi kuwa naye, kumbe bado anampenda huyo mtu, kumbe mimi anithamini kabisa, kumbe mimi ananidharau. Sasa hayo maono hata kuambia hawezi akakwambia, lakini ndani ya moyo wake unakuwa tayari umeshamharibu kihisia, na baadaye matokeo yake anaanza kutafuta sehemu nyingine kimya kimya, ili mradi aende akapata heshima huko. Epuka sana kumfananisha mpenzi wako na wanaume wengine au na wanawake wengine ambao umewahi kukutana nayo. Hiyo ni mbaya sana. Lakini jambo la mwisho kabisa kumalizia, kushindwa kutatua migogoro midogo midogo ambayo inatokea katika mahusiano yenu. Mahusiano yoyote yana migogoro ambayo lazima iwepo. Kuna migogoro ya ugomvi, madhaifu yenu, kutosikilizana hapa na pale na kadhalika. Lakini inapotokea changamoto ya namna hiyo, issue sio kuvunja mahusiano. Issue ni kukaa chini na kuanza kujadili hiyo migogoro ili mradi muweze kupata mwafaka. Inapotokea kuna migogoro alafu hamna muda wa kukaa chini kuijadili, au mnapoijadili hamfiki mwisho, maana yake tayari mmeshindwa kudhibiti hisia zenu na hilo penzi lazima litakufa. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo watu wengi wanapitia humo hadi penzi linavunjika bila wao kujua. Yazingatie sana, utaweza kutengeneza mahusiano ambayo ni chanya zaidi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kusubscribe, lakini kuna darasa la mahusiano kupitia WhatsApp. Chukua namba hizo hapo, njoo uliza maswali au njoo upate ushauri na kujifunza vitu vingi zaidi. Kwa sasa niwatakie tu wakati mwema.